Asante sana kutoka hapo studio na kupata kwa uzuri kabisa. Kama unavyojua, jana ilikuwa ni mahafali ya 55 duru ya pili Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wanafunzi wametunukiwa shahada zao. TBC kama kawaida yake tunazungumza na moja ya mwanafunzi bora kabisa, anaitwa Diocris Damas Mtema, ambaye amefanya shahada ya sayansi katika uhandisi wa mawasiliano pepe, au kwa Kiingereza wanasema Bachelor of Science in Telecommunication Engineering. Ni kozi ambayo amefanya na amefanikiwa kuwa mwanafunzi bora akiwa na wakia ama GPA ya 4.8 kwa maana 4.8, moja kati ya ufaulu mzuri kabisa. Na mimi ninazungumza naye hapa. Kwanza nimpe hongera. Hongera sana Bwana Diocris. Kazi nzuri umefanya na watu wengi wanajivunia kazi yako. Bila shaka tumefurahi kuona ukifanya vizuri. Moja kwa moja utuambie, ni umewezaje kufikia ufaulu huo? Maanake wengi wanapambana lakini huwa ni ngumu kidogo. Kweli kuna mambo mengi yanachangia hapo. Kwanza kuanzia support kutoka kwa wazazi, Mungu kwa ujumla. Lakini pia nahisi ni mazingira ambao na yani watu wanaonizunguka wengi nahisi wamechangia sana. Falsafa yake ambayo anaitumia na inampa nguvu. Bila shaka una falsafa ambayo ulikuwa unaitumia inakuongezea nguvu hata ikifika kipindi umekata tamaa. Ni ipi hiyo? Mimi falsafa yangu kubwa ni kwamba yani kama mtu mwingine kashindwa imaanisha utashindwa. Kwa hiyo niseme hata kama yani toka nilipoingia labda mwaka wa kwanza ile chuo, sasa unajua mtu anaanza kukwambia kozi yako ngumu hiyo nini, lakini mimi kwangu nilikuwa naona ni kitu cha kawaida kwa sababu vitu vingi maisha ni vigumu. Kwa hiyo kuambiwa kitu ni kigumu sio kwamba itakufanya, au kama mtu mwingine alikishindwa imaanisha kwamba utakishindwa. Ukitia tu jitihada, juhudi, ujiamini, sababu watu tunatofautiana, lazima utafanikiwa. Umewezaje kujidhibiti mwenyewe na kusimamia nidhamu hasa ya muda na mambo mengine? Mimi nahisi nitai trace back A-level nisoma Kibaha Boys. Sasa kule sijui tena government school zetu hizi. Kule huwa hawakubani sana. Yaani mwanafunzi unapewa uhuru. Wewe uingie darasani, usiingie. Yaani ufanyavyo lakini mwishoni unatakiwa ufaulu. Alafu kule mara nyingi unajua tena government zetu, kwa hiyo shule zetu za government, kwa hiyo unakuta mara nyingi ufaulu wa wanafunzi kama kwa sisi tulikuwa tunafanya sana discussions yani. Kumekuwa na changamoto za ajira. Vijana wanapaza sauti zao wakihitaji kupata nafasi za kuajiriwa. Na bahati nzuri sana hivi karibuni kwa maana ya jana, waziri wa ofisi ya Rais na maendeleo ya vijana ameteuliwa na tayari ameapa kuwa waziri wa vijana ambaye ni Mheshimiwa Dr. Joel Athana Nauka. Mtazamo wako ni upi kwenye swala la ajira? Vijana wafanye nini? Mwenyewe hata nilipokuwa chuo hivi unajua hata ile unaenda kuomba field. Upate nafasi tu ile ya unajua kwenda kujifunza ulipwe. Ni uombe nafasi tu ile ya kwenda kujifunza. Kwa maana ya mafunzo kwa vitendo. Mafunzo kwa vitendo inakuwa ni ngumu sana. Tatizo, lakini pia kuna namna fulani hivi serikali inaweza ikaweka wepesi. Unajua sisi hapa kwa mfano, sio nikwambiaje, kwa mfano mimi mwezi wa kama wa 9 hivi nilibahatika kwenda China. China kule kuna vitu nilivyoona wanavifanya. Unaweza ukahisi sasa jamaa wanatuletea products hivi. Unaweza ukahisi labda ni vitu fulani ambavyo haviwezekani, lakini nikicheki labda vitu wanavyofanya afu nikifikiria labda na college kwangu kule tunavyosoma vile, unaona kabisa vitu ni vitu vya kawaida hivi watu wengi mimi nawajua wanaweza kuvifanya hivi. Kwamba tukichukua hata watu 10, 15, mtu anaweza kaenda akaungana akatengeneza kitu kikubwa na kafanya kazi. Resources nyingi zipo huko mavioni huko, vijana wapo wengi sana wana uwezo. Unanipata? Kwa hiyo kuliko kuacha sijui watoke kabisa mtaani waanze kuhangaika hapo wakiwa chuoni, mnakuja mnaanza nao. Yaani kuna vitu mnaweza mkapa. Changamoto zipo nyingi sana Tanzania na vijana wengi wenye uwezo wanaweza kuzitatua. Na sisi tunatakiwa tuanzishe vitu vyetu vya kwetu sisi. Kwa sababu sisi tuko yani trapped kwenye consumerism. Yaani most of things sisi tunatumia
sio kwamba yani hapo kwa state wenyewe, sio kwamba watu wanashona kudesign simu. Mara nyingi most of the work ambazo watu wanaspire unakuta mara nyingi hazirelate hata na field yao. Kwa hiyo unakuta ni wasted talent na time. Ndio kwamba kumbe kuna vipaji vinavyopotea. Kwa hiyo serikali kupitia Wizara ya Vijana sasa ifanye mpango wa kuwarejesha wafanye vitu ambavyo wamevisomea ili tuweze kupata ile nguvu kazi. Hongera sana kwa matokeo mazuri. Bila shaka Watanzania wanatamani kuona matunda yako. Na mtazamaji wa TBC, na mimi nimefikia mwisho wa mahojiano yangu na mwanafunzi bora katika mahafali ya 55 ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Anaitwa Diocles Damas Mtema, aliyekuwa akisoma shahada ya sayansi katika uhandisi wa mawasiliano pepe, yani Bachelor of Science in Telecommunication Engineering. Amefanya vizuri kabisa na amesema na mradi wake ambao anauendeleza. Tutaendelea kufuatilia kwa ukaribu kuona namna gani ambavyo tutawasaidia wakulima wa Tanzania. Jina langu ni Jackson Mwanuzi, na sasa narejesha matangazo haya studio kuendelea na Ardhi Hiyo.